Hebu compare huyo pasta na sasa huyu ambaye msichana wake alishika msichana wake na akampachika mimba. Nani? Mzee wa kijiji tu. Tuambie na jina. Kwani wewe naweka wewe unajua lazima akuwe wa huku kwani wewe huku kwetu wazee wameokoka. Nataka kujua hiki kitoto hiki kikani. Kwani ni za huku kwetu? Zinakwambia. Sasa kaja jina. So sasa ameshika msichana wake. Muita Kivoti for the purposes of kumfuza. Okay, Kivoti. Lakini itakuja tu kufinuka. Kivoti kwa kilala na msichana wake. Haon daughter. Saizi gani? Kasichana tu. Age gani? Kasichana ka shule kadogo tu lakini sasa katineja. Na bibi yako. Nile KAGURE. Akamfuta. Neko makana ni mundu. Bibi ako wapi? Kwa shimo? Ama kwa saduku? Ama ako wapi? Sasa the biggest surprise iko hapa. Yes. Kasichana wakati kaliambia bibi huyu bibi mnajifanya hapa mama katoto yake sasa. Bibi aligeuka msichana wake akamwambia ni wewe unatafutanga baba yako. Kwenda kabisa. Alimgeuka. Hiyo kitu imekasirisha vile sisi wote. Ocho nimetumia ngoma. Nakuulizaje? Hata ni mwanamume mgani yako na akili timamu. Hivyo ndio tunajiuliza. Chukua ni mavegi. Kwa barabara kwa sababu anawezaje saidia huyo mtoto? Mtoto wangu sasa amemgeuka. Kasichana hakana amani, anasema ati ni kenyewe ndio kamekuwa kakitafuta baba yake. Hata kama kamekuwa kakitafuta baba yake. Baba yake anafaa wapi hujajua? Sasa yeye ana side na baba. Niliangalia akimtafuta na nikanyamaza kwa nini basi? Baba. Finally. Baba na yeye after bibi sasa alijua akamdefend. Baba unajua vile aliambia msichana? Ati kama unataka kuzaa mtoto mwenye hana viungo vingine Aburudia what you are saying. Akoro ni urenda guciara mwana utai na ciiga imwe. Eke atia. No nginya thie na mbere na mbere. Lazima aendelee. Mtoto akamilike. Aweke masikio na aweke ili azae mtoto complete. Ati mwenye hana deformity lazima ati aendelee huyo mzee hana adabu hata kidogo. Imagine msichana anakubali. Sasa unajua katoto hakajui mambo hii ya mtoto akiwa kwa tumbo. Anahitaji nini na nini? So imagine mtoto. So anaendelea kuweka mapua, anaenda kuweka ati sasa hii time ni miguu. Huyo sio ni wana. Jana sikuweka tosi. Si atazaliwa kitosha na giant. Si ungeweka zote. Leo naeka. Si watu wasikane wakiwa kina mama unajua mama report. Lakini ile una make noise kwa sababu hata sisikii na kuulizaje. Mimi akituambie ni nani? Seriously si ndio? Hapana. Tuambie. Sasa ulikuwa unatuambia wa nini kutuguzia? Nilikuwa ninasema kwa sababu tulikuwa na issue ya a self confessed. Na sasa huyu mwenye anaendelea kufanya vitendo akiwa huyu anafaa huyu KAGURE hakuna ofisi hawezi akaingia. Ni gani? Hata kama ni hiyo ile ya kina mama. Sasa unafikiria huyu msichana ako na uchungu. Duno amehave kukubali hiyo situation. Akiwa anaendelea kulalwa na yeye na pain kwa sababu sasa hataki kuzaa mtoto incomplete. Hata huyo mama yake amesikwa. Anafikiria ndio wasihaibike. Mama ndiye mbaya. Sasa huyo mtoto ataishi aje duniani? Hiki kibaba tukiue. Mimi hebu niwaambie. Wajeru. Gai! Ni anelero. Wajeru. No. Wakati ni sasa. Na kama si sasa, ni sasa tunajua. Tokiro katoa hii madege. Hai ndio mmejua hiyo story. Ndio. Wajeru ndio anaweka mapua. Ndio anaweka si anaweka hadi pembe. Mama Jeru ndiye mjinga hivyo. Ana defend bwanake. Unajua nimejua na kasichana nikagani. Kwa sababu nimekuwa umekajua. Ni kwa sana hata. Issue ndeto. Si ni 25. Mutika ugene waje. Kalienda siseme ni waje. Kalienda classic. Kalienda grade 5 grade 6 sasa.
Mzee kama huyo anafaa. Si hiyo ni mateso. Tunangojea nini? Tunangojea nini? Kama wasichana kako na uchungu. Ati sasa mtoto hana Mabege. Nakwambia mabege. Kamebakisha tu kuongeza. Munaona huyu askari huyu ndiye tuna suspect akona majinsi zake huko police station. Unaona venye anakuja hapa kutuhangaisha ati hii chama yenu hainanga sijui nini. Tunafaa kupatana aje na lini na lini. Unajua nilikuwa nafikiri naweza muwekea nini pale. Ni asikuwe na kuja kwangu hivyo. Huyu kosi ni ndiye ameleta wale ni bats. Wakati mwingine anaenda bila kofia. Wanaitwa popo. Bats wao wanalalaga mchana usiku wako macho, wanalalaga wameinama hivi. Si wamejaa police station, hamjasikia? Aja. Atele sitakuwa na Gikuyu. Bats. Hapana. Ols ni dudu. Bats. Hizo ni bats robo. Roho ingi ndakuwa na mabawa. Zinainama hivi sisi wanyama. Inalala macho ya ndege. Si ndio? Wanaga kana hadi. Oh, is like a bird. Eh. Okay, inapele. So, mimi kuna hiyo kitu imefanya Zimejaa kwa police station. Unauliza aje? Police station sijui kama walishika Murogi ama ni majinsi makara wamefuga huko. Akakuja na mambatsi. Guys nitakwambia julisha, unaona termites hizi vitu zinatokaga wakati mvua imenyesha. Si unaona venye zinadaga hivi. Ende saa hizi police station hapa. Na bado maambusu wako. Saa hizi sijui kama wako juu sasa hata kumefungwa. Police station haifanyi. Ndio maana unaona hapa akitafuta kakitu. Nilikuwa nangojea hivi umbakie kitu. Unga yao imefungiwa. Sasa inashindikana. Hakuna zilikuja ati walizipata asubuhi moja. Kamoja kanaenda kanarudi zikiwa na kikundi. Mbili zikienda zinakuja tunakaa aje? Unajua zikiwa hapo nini hata inaweka kivuli hata huwezi ona jua. Ni kama zile nyoni za kuelea. Atelengai na hazinanga nini ya dawa ya kupigiliwa. Hakuna kitu unafanya, nakwambia ziko mingi ni kama nyuki. Watu wamejaribu kuzimaliza. Wameitia hadi watu wa KWS. Kama zinaenda na ni kama zinazaa kila wakati, zinanyonyeshaga. Ziko na matiti. Zinanyonyesha huko kwa ukuta. Konja. Ati ziko na matiti. Bati hunyonyesha. Bati ni mamo na ni band. Inale inataga na inanyonyesha. Oh my God. Inataga mayai inanyonyesha. Sasa naona mtoto ukiangalia mtoto ni big. Ni kama mdomo kama kapanya lakini sio mnyama Mungu aliumba aje nayo. Hainaga ni ya wapi? Si mnyama si ndege. Wamejaa hivi police station. Wananyonyesha. Huko police station hata mabibi za makarau hata wafui nguo. Mapupu. Na ni kipupu. White hapa lazima pakuwe kuna kitu. Mimi nilikuwa nafikiria walishika police station ya kula makesi sasa. Murogi ama mwenye amefanywa amegagwa. Sasa you never know. Ama hizi ni jeans. Ati sasa kuko aje? Police station imefungwa until further notice. Solution itafutwe kwanza. Mpaka mbatsi zikiuliwa hazikufi. Hapa si pazuri. Unazamishiria nini? Hiyo ni mtu. Kwani Chea ametudanganya anakuja. Ukiona ameweka hizi hapa. Hapa anakuja tukisha kufa. Sasa hii meeting na itaendelea. Ndio. Ati itaendelea. Kuna Chea, kuna Nancy. Kama siku ni ya chama, si ni ya chama. Na kabla wakuje, sijui hii story ni wape kabla wakuje, ndio wakikuja mkue na some information, mkue enlightened kidogo. Wacha niwaambie. Unajua Rose anaishi abroad. Rose mwenye aliacha bwanake na mtoto na dota yake akaenda abroad. Labda hamumjui juu ni wao karibu na kwetu. Hapo. Rose alienda abroad, akaacha mtoto wake the daughter na baba yake. Walikuwa wamekosana. Lakini yeye akaenda wapi? Abroad. Huko akapata pesa na akiacha mtoto wake bado wanasoma huku kijijini akiwa na baba yake.
si Rose bado hakuji Kenya. Yeye akiwa abroad ana video call, wanaongea na msichana wake, lakini yeye hawaonani. Akasoma primary akamaliza. Rose akajiuliza, si unajua msichana adolescent. Ngoja. Bwana haoi, bado hajaoa by the way. Sijui kwa nini haoi, lakini bado hakuwa ameoa. Rose akiwa abroad akaona mtoto wake amefika adolescence na hawajakuwa in touch na yeye. Venye wamekuwa wakiongea kwa simu. So akaamua, wacha niende yule mtoto wangu ndio tukue na bond na yeye, na adolescence ikifika tukue tumeelewana. Ndio kama mzazi mama, si unajua lazima uongeleshe msichana wako, this is the way to go, this is how you should live, vitu kama hizo. So akaona nikimuendea baba yake hatakubali. Baba yake ndiye alikuwa na kila kitu. Ndiye ako na passport yake, ndiye ameishi na yeye, birth certificate. I know you understand. Baba akiachiwa mtoto anaachiwa na nini? Na kila kitu. So Rose akaona, hapana. Nikisema nitarudi na yeye, baba yake ataleta shida. Akisema aende na yeye bila baba yake hatakuwa convinced kabisa. Akaamua aambie baba yake, tutaenda na wewe na Rose na mtoto wako, the daughter. So wakaplan, akampigia simu, wewe jitayarishe, we are going abroad, prepare for a passport, mimi na mtoto, na wewe tutaenda wapi? Abroad. So mzee akajitayarisha, he was very happy, akauza ng'ombe, akauza kuku, kila kitu. Actually alikuwa very happy juu hakuwahi enda abroad. Kama hujawahi enda abroad, si na sasa uko na kuishi, si ati ni kwenda na kuishi. Bibi amewahi ishi huko, amekaa huko kama mtoto wako shule na amemaliza. Unaona ni kama lazima akue na nyumba huko abroad. Sasa akaamua, nitauza kila kitu ndio tukienda, sitaenda kurudi, nitaenda kukaa wapi? Nitaenda kukaa huko kabisa. Venye ameuza, akapata passport, Rose ndio huyo na ndege, akakuja, akawaambia tunaenda lini? Kesho. Na sijui ni kwa nini watu wakienda safari wanalala kwa roji. Akamwambia tutalala roji ndio kesho wakaribie. Sasa wagelala. Sijui ni kwa nini, lakini kama ni juu wakaribie, akaenda wakalala kwa. Unajua ukiacha na flight huwezi pigia nini ndege, si kama basi yenyewe. Nimeona hiyo, lakini wakalala kwa roji. Rose akajua mimi nitafanya kitu. Akampea bwanake, akasema we'll have a special dinner ndio to celebrate before we leave Kenya, tukue tumeenjoy, tukienda tukue tumeenjoy our last supper in Kenya, our last dinner. Akamununulia chakula, wakakula, si yako na pesa. Akanunulia mtoto wake vitu, wakaenjoy. Kidogo bwanake akahisi usingizi. I think alikuwa excited, wakaamua kulala. Venye walilala, Rose asubuhi na mapema akachukua mtoto wake. Bwana yake hasikii, ama huyu kijana mwenye alikuwa bwana yake hasikii. Akaamua wakaenda na msichana akamuuliza, mom, daddy yuko wapi? Si umeona amelala? Yeye anakuja baadaye na ndege ya saa hizo zingine. Kwenda hatu hawakujua kulala kwa huyu jamaa alikuwa amewekewa piriton ndio oversleep. Nina shida. Hakuwa na plan ya kumbeba kwenda na yeye abroad. Kwa kifupi, alikuwa amekuja kuiba mtoto. Alikuwa ameenda kuiba mtoto, lakini alimdanganya bwanake, wewe pia uchukue nini? Passport. Akauza vitu zake zote. Sasa ameachwa kwa road. Hana tiketi ya ndege. Hana anything. Aliwekewa piriton kwa chakula. Sasa amelala, ameachwa hapo, hajui afanye nini. Kuamka venye aliamka ni saa 6. Akashangaa, watu walienda wapi? Bibi yangu wako wapi? Ashazima wapi? Si obvious anakumbuka yeye niko wapi. Sasa hawa walienda. Walishaenda. Ndio hiyo. Ndege imeenda, wamemzimia simu. Kumbuka alikuwa ameuza kila kitu. Hapo venye alilia rais kumbe ni kuachwa. Mzee alikuwa depressed. Saa hii anaokota takataka na huku hata labda mmepatana na yeye hizi tabia zenye watu wako nazo. Kama hautaki kubeba bwana, muambie. Badala ya kushinda, acha afanywe hivyo. Kwa nini unasema afanywe hivyo? Amekaa na mtoto ama mfanyie kitu baya. Amekaa na huyo mtoto hiyo miaka yote. So kuacha hata akiwa na mtoto amtesi. Hata akiwa lakini hajarogwa.
Aida, unakuwa depressed. Shauri yako. Alikuwa ameuza kila kitu ndio waende abroad. Wewe huoni hiyo ni ngumu? Yeye alikuwa anafikiria aje, alikuwa anaenda kuolewa. Alikuwa anaenda kuolewa na bibi yake abroad. Unajua wafikirie sana wanaume hata tukiwaambia kitu. Wafikirie sana. Wafikirie sana. Wenyewe wanafaa juu unauza kila kitu kwa nini? Siwende kwanza uone alafu uone kama unaweza rudi. Tu unakuwa surprise twende. Unaenda kuolewa. Alikuwa amefurahia sana. Hamuelewi. Na alikuwa ameanza kupanga kazi. Ni bibi yake. Si ndio? Sio stranger. Akaachwa na mtoto. Nilifika kitambo. Wewe acha kutuliza kama tulifika kitambo wewe. Kama leo tumekuja ukifuatia hapa unakuanga hivi umetuwekea seti. Unaona venye mdomo inametameta ulikuwa kukula nyama. Teude na leke. Kutokuwa wana. Hata ulisema tu hatutawahi kutana. Ulisema kuna vitu mbaya. Ulikuwa wapi? Tumefanya sana. Tumalizie hii group watu waende nyumbani. Unajua? Nanzi anakuja. Ameniambia ati matatu ziligoma. Sasa tumwendee na mgogo. Ukagule wahageta maikana tako. Kwa nini mnachelewa hii group? Kila siku what is happening? Unajua in fact nimestuka sana. Nini inakushtuka? Unashtukanga wewe? Nimeogokira. So, okay. Tulikuwa na mama Kamweti. Hajai kufa. Mimi mara mwisho kumuona Wakamweti. Si amekaa. Alipona. Huwa anatembea? Si tumekutana na yeye na hapa. Nipata hata ndiye amenikalisha. Alikuwa ananiambia kuna venye kijana wake ule mdogo. Alikuwa anasema nikio itongare ngai augire itikaingira matuine. So I was laughing at the way Mungu atiretharichi agasihe ni kama sijui nini kuingia kwa Maria Dano. Huyo kijana wake alikuwa anapelekea dhara amebeba hiyo nepia grass. Kulikuwa ati kumenyesha sana. So kijana akienda tu hivi na amengangana na wheelbarrow yake akatoka hizi magari makubwa sana hii inaendanga hiyo kubwa mtu anapatanga na gas hainami akiingia yani unaongea ni kama uko na yako na wheel. So huyu kwake ile kitu chuma sana si hapana ni kijiko. So huyo kijana ni mwogotikiriri. So wakati alikuwa naenda hivi kwa matope hiyo kigari ikakuja kulikuwa na Maria hii maji taka ilikuwa kwa barabara. So kamjamaa kakagongwa nayo tua akiwa na nepia grass kwa wheelbarrow. So wheelbarrow kimaji hiyo matope so akasikia vibaya sana akakibisha. Ushaichopo na hizo maji. Kwanza unasikia kapa unachapwa hadi uso unashindwa uko dunia gani? Alifanya aje? So wakati aligongwa akasikia vibaya sana akakibizana na hiyo kigari. Ilikuwa inapelekwa na mwanamke. Hata what? Mwanamke wako na pesa. Mwanamke akasokia gesisio hivi. Akamuuliza nini unataka? Kijana akamuuliza kwa nini umenifanyia hivi? Akamuuliza aje? Cheta wewe na matope mnatoshana. Kwa moja na matope. What is the difference between you na matope? Niondokee. Si akapadisha tena na akaenda. Kuenda na hapo juu akapata mahali kuko na pothole. Hiyo gari ikagonga. Imefunikwa kuna yani kipothole kikubwa sana ikagonga. Na gari ikanyamaza. Wow. Reward. Ikanyamaza. Kunyamaza yule so huyu mama si anaangalia anatoka sasa kuangalia ni wapi. Kijana si bado anakuja pole. Kwa kichaka akaona wanaume watatu wametoka kwa kichaka. So wamekuja kwa huyo mwanamke. So wakati walikuja palikuwa mahali very dangerous. Na pengine huyo mama hakuwa anajua. Hawa watu si wakakunja wakachukua huyo
huyo mama juu wakimpeleka kwa kichaka. Wanaume hao hawajakuja kuuliza kazi ya nidhani wanakuja kumsaidia pia. Ati alikuwa amejipaka, alikuwa ati ulikuwa namuona hivi, alikuwa amejipaka. So alikuwa ati akomsupu mpaka ati hata huyo kijana alikuwa anamwangalia hivi ni kama ukamuraika. Lakini that does not qualify ati hata amwambie ati kama alikuwa nini, ati wanafanana na hiyo matope. Kijana wakati aliona huyo mama amechukuliwa na hao wasichana na hao wanaume, akaeka wilibaro yake kando. Weka wilibaro yake kando, akakimbia sasa. Watu wamewafuata kujificha. Alikuwa anataka kumrescue. Akatafuta kile kitako wote. Kukata dhara. Akona panga na akona kimuti we akachukua kimuti ya kirungu ya kwenda kunini kugonga mtu naye. So ameenda amenyemelea. Karibu wako karibu kumuumiza ya si wawili mmoja alikuwa ameshika miguu, mwingine pale kichwa. Sasa kuna mmoja alikuwa anataka peleka kwa keki. Kijana akagonga huyu wa keki akagonga huyu ikatoroka. Alimaliza kugonga kila mmoja. Yes. Si unajua unajua sasa hawakuwa prepared, hawakuwa nini sasa wamevamiwa. Sorry, hata kwa sababu jamaa hakuwa mkubwa vile wangemweza, lakini kwa sababu they did not know wakatoroka. Huyo mama akaamka wakaenda wakipanda sasa kwenye alikuwa amepitishiwa na huyu jamaa. Akavunjika mguu. Kuvunjika mguu si akaanza sasa kulimba kutokea kwa barabara, hakuweza kuwalk tena. Gari imeharibika. Nini imebakia? Hakuna gari nyingine. Wheelbarrow iko. Haya. Ile despised wheelbarrow. Ile wheelbarrow ndio aling'ang'ana naye. Kwanza akamfikisha nini inaitwa dispensary iko karibu na hapo kwao, akafanyiwa first aid. Na alikuwa amevunjika mguu ya ukweli. Ile break. So ndio kuna mtu anasema si despise mtu. Alimuacha na madharau, alimfanyia madharau, amemwagia maji. Na hiyo aibu ni kubwa sana. Na labda tunasema hapo ni dangerous. Labda alikuwa anataka kumwambia usipitie hapa. Labda lakini riu ni higa riria riaregirwo ni aki riatuikire oinere yako ile. Amen. You're the best. Na ndio itamuliza nje. Kuna mtu mmoja aliuliwa. So kuuliwa hakujulikana aliuliwa na nani. Sini story. So wakati aliuliwa alienda wakati alikufa hakukuwa na mtu alijua alikufa anje. Kuwa na witness. So na pia at the same time mmoja wa familia akadisappear. Alikuwa pastor akadisappear. So watu walikuwa nafikiri mwenye aliua huyu ndio pengine walijua kwenye huyu alifanya nini. Alienda. So pastor alikuwa relative wa huyu mwenye ameua. Alikuwa kuwa relative wa huyu ni kama aniko. Sasa naye wakati huyu alikufa, wakati huo ndio sasa pia yeye alidisappear. So siku moja pastor alishikwa na polisi. Watu wake wao walisikia ameshikwa na polisi. Kuenda sasa kuenquire, wakaambiwa this is a self-confessed criminal. Kumbe pastor ndio aliua huyu anko. Alitoa ushuhuda. Listen. So ati alifanya hivi, sister yake sasa pastor akamwambia anko yake ni murogi. So na ndio alikuwa ameua watu wengi sana kwa Itura. So naye pastor akafikiria ndokora gongi. Siku moja akamfuata akienda shamba, though alikuwa na bibi yake.
huyo anko. So anko kufika kwa shamba akaambia bibi yake hebu ninunue kasigara kwa wapi? Kwa duka. Nika stretch. Before afike kwa akirudi kutoka kwa duka, pastor alikuwa amemuere mahali akamgonga wapi? Ati akufe asiwahi ua mwingine. Hata kifo yake haiwezi katoshana na wenye wamefanya nini? Lakini huyo pastor alifanya vizuri na akajikata. So anashikwa anje. Anashikwa mahali wako kwa crusade. After sasa kukaa sana. Yes. After 15 years. Ako mahali kwa crusade. Anatoa ushuhuda akisema venye anaomba Mungu amforgive kwa sababu aliua. So hiyo yote akaongea venye alifanya kwa nini? Alikuwa natoa kusamehewa KKK. That is how he was alishikwa. So ndio nilikuwa nataka kukuuliza, lazima uende uambie watu wote ndio ati umesamehewa. Although kutoa ushuhuda ni mzuri, lakini hiyo ni damu ilikuwa inamfuata. Hiyo ni damu ilikuwa hiyo huwezi liganisha ati na kutoa ushuhuda. So huyo pastor as we speak now akona miaka 5 jail. Alikuwa amejificha for 20 years. Sasa 5 years iko hapo na ni kama atange. Aja. Yes. Alisema ni yeye alimkiri. He confessed. Si alikuwa na confess kwa nini? Na hata akipelekwa kwa nini? Kwa sababu anahitaji msamaha, tukaondolewa kila ukikoma. Sasa ninamhurumia, alikuwa anasema wapi? Mpaka macho yako na kasirika. Si ni kutoa nguo ni kuoga. Lakini sasa ndio maana alikuwa akisema makosa yake. Sitawaisema kitu. Lakini mimi bado niko hapo. Wacha nini nikachemeke kwa shetani. Confess ama wajitafutie wenyewe. Which one is better? Hebu tuulizane na Mungu. Wakati mwingine hata wewe si ndio? I think Mungu anaweza Mungu hawezi ni hukumu sana kama Mungu